Somo hili la leo nitalipeleka taratibu sana kwa sababu linatuhusu wote. Utaelewa maana nyingi, na kwa sababu yako Lucy na Sospita ambao mko Apollo India, mlioleta mrejesho kwamba mnafuatilia masomo ya afya na kwamba leo mtakuwa mnafuatilia kwa ajili ya kupata majibu fulani. Leo nitakwenda taratibu zaidi kwa sababu yenu na kwa sababu yetu sisi wote, kwa sababu hii ni somo la kikemia la kisayansi ambalo nikienda haraka nitakuacha, lakini lengo langu ni kukubeba twende wote kwa pamoja ili tuweze kuelewa hizi vurugu zinazoendelea ndani ya miili yetu ambazo ndizo zinazosababisha uchakavu uletao saratani, uchakavu uletao magonjwa ya moyo, uchakavu uletao matatizo ya kisukari, uchakavu uletao matatizo ya shinikizo la juu la damu na uchakavu wote kwa ujumla. Tukielewa habari hii, basi tutaelewa na habari ya makatazo mbalimbali na miongozo mbalimbali ambayo kipindi hiki tunaikazania zaidi. Nikianza na neno antioxidant. Antioxidant, hivi ni vitu ambavyo tunabidi tuviingize ndani ya mwili. Antioxidant ni kemikali mimea ambazo zinazuia uharibifu, zinazuia damage za cells, zinazuia vile virutubishi vilivyotunzwa ndani ya mwili visiharibike, vinahifadhiwa vizuri. Labda niseme hivi, baada ya mmeng'enyo tumetunza store, kuna protini ndani ya miili, tumetunza glucose, tumetunza vitamini, tumetunza madini. Sasa hizi zinalindwa na nani zisiharibike, zisichachuke? Hizi antioxidant, cha kwanza kabisa, zinalinda uharibifu wa hivi virutubishi vilivyotunzwa mwilini. Hicho ni cha kwanza. Lakini cha pili, hizi ni kemikali mimea ambazo zinaondoa au kuchelewesha au kukinga mauharibifu yanayofanywa na kemikali zilizoko kwenye hewa tunayovuta au kwenye vyakula tunavyokula. Hizi kemikali ambazo ziko kwenye mimea tunazipata zaidi kwenye mboga na tunazipata zaidi kwenye matunda. Kwa hiyo hizi kemikali mimea, ukila matunda ukiyaona kwa rangi zake, appreciate ile rangi, iko na kitu kinaitwa antioxidant. Ukila mboga ukaiona ukaona hii imekaa kijani, basi ona kwamba hii ni antioxidant. Kwa mfano, ukiangalia hii carrot, hii ni ya orange, iko na antioxidant tofauti na ile ambayo iko kwenye tango. Iko na antioxidant tofauti na ile ambayo iko kwenye nyanya. Iko na antioxidant tofauti na ile iliyoko kwenye kitunguu. Ina antioxidant tofauti na hii ambayo iko kwenye tikiti. Tikiti nje ni la kijani, lakini ukiangalia ndani, hii ndani iko na antioxidant. Unaona jinsi ilivyo? Hiyo wekundu ni antioxidant tofauti kabisa na hiki ambacho kimechorwa hapa kwenye tango. Kwa hiyo tunatakiwa tujifunze ku appreciate kila kitu ambacho tunakipata katika misimu. Kwa hiyo hizi free radicals, ngoja tuzielewe vizuri. Hizi kemikali zinapatikana mara mbili. Kila mchakato kwenye mwili wako unasababisha byproduct. Yaani umekula chakula au umevuta hewa. Hewa iko nyingi inayoingia, lakini mwili unahitaji oksijeni peke yake. Sasa hizo kemikali zingine zilizoko kwenye hewa zinakwenda wapi? Lakini umemeng'enya chakula, na hiki chakula kiko na rangi ya bandia. Hiki chakula kiko na preservatives. Hiki chakula
kiko na vitu vingine vilivyowekwa mle ndani kunogesha rangi, macho, flavor. Kwa hiyo hivi vinapomeng'enywa, mwili ukishachukua protini, ukichukua wanga, ukichukua mafuta, ukichukua vitamini na madini, zile kemikali zinakwenda wapi? Kwa hiyo hizi kemikali zinazobakia zikiwa kwenye uwiano wa kawaida hakina shida, lakini zikizidi, hizi ni panyarodi ya ndani ya mwili. Utanielewa tu. Hizi free radicals tunaziita, ili tuweze kuzielewa vizuri, tutaziita kemikali zururaji. Ndio maana nazifananisha na panyarodi. Ni kemikali zururaji, yaani tumezivuta, tumezinywa. Kwa mfano, kwenye maji tunayokunywa kuna klorini imewekwa mle ndani. Mwili unataka tu ile hydrogen na oxygen, na hiyo nyingine klorini inakwenda wapi? Ile ikiingia ndani, kwa sababu ya michakato iliyofanyika, maji yakaenda sehemu yake na hii klorini ikaenda sehemu yake. Hasa klorini itakuwa inazurura, na ikizurura haizururi tu hivi hivi, nitakuonyesha inavyozurura. Kwa hiyo hii michakato mbalimbali ndani ya mwili inasababisha ituletee byproducts, ituletee vitu vinavyobakia ambavyo sio chakula na sio uchafu, na havitoki kwa kutoa haja ndogo, havitoki kwa kutoa haja kubwa, havitoki kwa kutoa jasho, havitoki kwa kutoa carbon dioxide nje, kwa vinabaki ndani. Sasa vile vikibaki ndani viko very unstable. Nikisema unstable, nielewe hivi. Umeshamwona mlevi? Mlevi hayuko stable. Akifikiri anatembea, lakini anakwenda namna hii, yaani akienda hivi. Kwa hiyo na yenyewe iko very unstable. Kwa sababu gani? Ilikuwa imebanana na molecule ya maji. Sasa umeachukua maji, umemwacha yeye na nani? Kwa kile kitendo cha kuachwa peke yake kinamsababisha yuko very unstable. Ukitaka kunielewa vizuri, fikiria nini kinatokea ukimwona mjusi umkate katikati. Ule mkia, jinsi unavyorukaruka hautulii. Unarukaruka ukigonga ukuta, unarukaruka ukigonga huku, na unatoa damu. Ni kwamba unachafua. Lakini ukiwa na sumu unasambaza sumu. Au ukikata nyoka, utakuta hii nyingine huenda itakufa, lakini baadaye. Lakini itakapokuwa inarukaruka inaumia. Hasa hivyo ndivyo unakuta hata na hii free radical ndo zinakuwa. Zinafanyaje? Zinazunguka zikiwa hizo unstable. Zinazunguka, kipande hiki kilichokatwa kinakwenda hivyo, kinakwenda huku, kikienda huku kinagonga huku, kikirudi huku. Lakini kinagonga nini? Kinagonga seli ya mwili ambayo iko very delicate. Kaduchu, kaseli kadogo ambako kako delicate, ukuta wake ni wa mafuta. Sasa inapokutana na kemikali, inagonga huku, inaenda inagonga huku, inaenda inagonga huku. Kitendo hicho kinasababisha uharibifu. Maana wakati mwingine inagonga namna hii, inapitiliza ndani ya seli, maana yenyewe ina nguvu. Kwa hiyo ikikwenda namna hii, inakwenda, ikishaingia ndani ya seli, inaenda kwenye nyuklia, inaharibu. Kwa hiyo inaharibu vinasaba, inaharibu, maana inarukaruka, inaharibu. Ukienda huko imegonga. Kwa hiyo ile inavyosababisha uchakavu kwenye ukuta wa seli, ukasababisha uchakavu ndani ya cytoplasm, ikaingia kwenye nyuklia, ikaharibu vinasaba. Sasa inavunja, inaharibu, inabomoa structure ya cell. Ile inasababisha uharibifu mkubwa. Hizi free radical zinaporukaruka haziishi hapo. Umeshamuona, huu ni mfano mwingine. Wale marafiki zangu wale, mtanisamehe, nimeshaona watu wanakwenda kwenye msiba. Umeshaona mtu anaenda kwenye msiba Akipata uchungu kweli kwenye msiba, lakini akifika anasema oi, amekufa, lakini macho anaangaza, anakuta kisu, anaondoka nacho, anarudi tena baadaye, uchungu hilo, anaondoka nalo huyo. Sasa huyu free radicals naye si mharibifu tu, ni mwizi. Yaani huyu free radical ni kemikali, lakini haiko stable. Kwa ikipata nafasi ya kujishikiza mahali, anaondoka na jiko,
anaondoka na seli ya ngozi yako, anaondoka na kirutubishi kilichokuwa kinataka kuingia kwenye seli, anajishikiza, maana na chenyewe kimekaa kama kikemia, anajishikiza kwenye ngozi, anajishikisha, anaondoka na ngozi, anaondoka na tishu, anaondoka na seli, anaondoka na hiki. Kwa hiyo yeye ni mwizi, ndio maana namuita panyarodi. Ameingia kwenye compound, lakini bado anapiga kelele na anasumbua. Kaondoka na dirisha, kavunja mlango, ameondoka na TV, ameondoka na hiki. Hasa free radicals, huyo ni panyarodi. Lakini sasa antioxidant ni kinyume cha panyarodi. Huyu ni FFU, amemwagwa mahali kwa sababu kaambiwa pale kuna uharibifu, kuna mapanyarodi wanavunja milango, wanaiba vitu vya watu, wanafanya hivi, wanafanya hivi. Akageuka akasema naye akaenda akamwagwa pale. Akienda kumwagwa pale, yeye anamkama tena taratibu, acha kelele, atulia, pingu chap, wewe ingia kwenye 110, na wewe njoo, wewe ingia hapo, alafu na wewe njoo. Kwa hiyo kile kitendo cha kuwakamata, inawakamata taratibu ukiwa hujui, na kwa hiyo anawatoa kwenye damu, anawatoa kwenye ngozi, anawatoa kokote walipo. Na sasa kuna vitu fulani fulani vinasababisha hizi free radicals, panyarodi katika miili yetu viwe vingi. Cha kwanza kabisa ni lifestyle isiyofaa na ulaji mbaya. Hivi vinazalisha free radicals, kemikali nyingi, na hii inaletea uchakavu mkubwa. Kitu tunachokiita process tunajiita ni degenerative process kwa sababu ya ule uchakavu. Lakini tena kuna kitu kingine kinachozalisha hizi kemikali nyingi, exposure kwenye x-ray. Ndio maana hata kwenye x-ray, ukienda kupigwa x-ray, wanaambiwa usipigwe x-ray mara nyingi. Wanakuuliza maswali. Mama mjamzito anaambiwa ulipiga x-ray lini mara ya mwisho? Na yule mwenyewe anayekupiga x-ray anajifungia kwenye chumba, anaseti mitambo yake, anakuweka vizuri, anaenda kujibana kule huko, maana ile mionzi sio mizuri. Kwa hiyo kingine ni moshi wa sigara. Moshi wa sigara ni hivi, yaani ukishauvuta, ukishasikia harufu, ina maana umeuvuta. Yaani kila mahali unaposikia moshi wa sigara, ina maana umeshauvuta, na ule umeingia na kemikali ambayo mwili wako hauzitaki. Sigara peke yake ina kemikali zaidi ya 600. Kwa hiyo unapomkuta mtu pale amevuta, yaani ukisikia harufu ya sigara tayari ushaila. Okay? Lakini kuna kemikali za viwandani. Hii miaka ya karibuni kumetokea mlipuko, na wita ni mlipuko wa wingi wa juices za viwandani. Juices nyingi za viwandani, za kijani, chupa za kijani, juisi za kijani, mpaka za papo, mpaka za blue, mpaka za njano, si za rangi gani, za kampuni hii na za kampuni hii. Ziko za bei rahisi sana, shilingi 200, ziko zingine za nini. Sasa ngoja nikwambie siri moja, hakuna tunda la tikiti fresh linaloishi kwenye paketi. Nisikilize vizuri, nitarudia tena. Hakuna matunda yanayoishi kwenye paketi bila kuharibika, yakaitwa fresh, yakaitwa hayana kemikali. Wewe jaribu na wewe uone. Hakuna chungwa linaloishi kwenye paketi miezi 3 bila kuharibika. Hakuna embe, hakuna. Sasa zile zote zitakuwa zimewekwa kemikali fulani, zimewekwa sukari. Hakuna kitu kinaleta free radicals na uchakavu kama vitu vya viwandani vyenye sukari. Sukari iliyoongezwa, iliyotengenezwa kwenye huu mwili wa mwanadamu, mimi nitaiita ni kitu chenye uharibifu mkubwa sana katika seli. Uharibifu wake ni mbaya kiasi cha kukuletea mpaka saratani, kinakuletea uchakavu mbaya ndani ya mwili. Lakini kuna kemikali za perfume tunapenda, tunapenda, ile ni kemikali. Lakini tunapenda pia sabuni za marashi, tunapenda kemikali za mafuta tunayopaka lotion, unanunua hii, nipe hii, kile kilichowekwa pale, ile harufu ile ni kemikali. Lakini kuna air freshener
unatoka chooni unageuka pss, 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 pss. Ile ni kemikali, unaivuta. Madawa mengi ambayo tunayatumia chooni, kuna kale kajiwe kale zile zote ni kemikali. Madawa ya kuua wadudu, zile ni kemikali. Sasa tumeshakula kemikali nyingi. Kwa kadri umri unavyokwenda, kwa kadri umri unavyozidi kwenda, kwa sababu umri unavyozidi kwenda seli huwa inachakaa, na mrundikano wa yale uliokula, kwa sababu ni lifestyle yako kula vitu hivi vya sukari, ni lifestyle yako kula vitu vya viwandani, ni lifestyle yako hautaki vitu vya kawaida, vya kutoa shambani kama mhogo, mahindi ya kuchemsha, hautaki. Hautaki vitu ambavyo havijasindikwa, unataka vitu vilivyosindikwa, kwa sababu ni kawaida hivyo. Kila siku umebakisha kidogo na kesho umebakisha kidogo, vile havitoki, haviendi chooni, vile hauvikojoi, hauvipeleki chooni, hauvipeleki haja kubwa. Hata ukifanya mazoezi havitoki kwa njia ya jasho, hata ukipumua havitoki kwa njia ya hewa. Na kwa sababu ni mtindo wako wa maisha, lakini pia unakula wingi wa vyakula vilivyokobolewa, sasa hivyo vinakuletea uchakavu. Ule uchakavu, kansa. Uchakavu, rheumatoid arthritis. Uchakavu, siku hizi kumetokea shida ya magonjwa wanaita autoimmune disorders. Yaani hayo mavitu walikuwa hayatajwi sana. Ubongo unaleta shida. Kumeongezeka matatizo ya ugonjwa wa kusahau, Alzheimer, lakini na tatizo hili la kutetema, Parkinson, linaathiri muscle cells. Limetokea matatizo ya mtoto wa jicho. Kumetokea sana shida kubwa kwenye magonjwa ya moyo. Lakini ngozi yako ikoje? Yaani kitendo cha kuona ngozi yangu imenyauka, ngoja nikwambie, na chenyewe kinaletwa na free radicals. Kemikali zururaji hizi zimeiba virutubishi, zimeiba cells. Ugonjwa wa kisukari nao umeongezeka sana. Sasa haya yote kwa ujumla, anayetakiwa kuyatoa ni kitu kinaitwa antioxidant. Hebu mkutano sema antioxidant. Na wewe tena kule kwenye television, ngoja nikwambie, hebu kule kwenye kituo, na wewe sema antioxidant. Na unaposema antioxidant, ninataka tu, hata kama usipokumbuka, lakini antioxidant ni kitu kinachokwenda kinyume na uchakavu. Ni kitu kinachofanya hivi, akimwona free radicals, huyu panyarodi mwizi, yeye anamnyang'anya panyarodi alipokiiba, alafu akimaliza anakutengenezea seli. Akisha kutengenezea anakukarabatia, akimaliza anasimama kama mlinzi. Kwa kama mtaani kwenu hapa mlikuwa mna shida ya panyarodi, FFU wanapomwagika pale, wakiwashika, wakitawaondoa hawatoki, wanasimama sasa kama walinzi. Wako wa aina nyingi, lakini mimi nafikiri kwa hili hata ninapiga makofi nikisema, unajua kuna vitu vya ajabu. Kuna vitu vya ajabu vinavyofanyika kwenye maisha yetu. Tukiwa tumekaa tu kikawaida, hatuelewi. Ni mambo ya ajabu na ya kutisha, ya ulinzi, yanayotupatia ngozi nyororo na maisha marefu. Mambo yaliyoumba Mwenyezi Mungu akayaweka ndani mwetu. Kesho kwa neema ya Mungu tutaanzia hapo kwenye hicho antioxidant, na Mungu na atubariki sana.